Record. Yes, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Mind Advance. Tunaendelea tulipoishia, japo leo tutakuwa na jambo jingine jipya ambalo naomba ni share na wewe leo. Jambo lenyewe linasema timeline of life au life moment of human being, yaani vipindi vya maisha ya binadamu. Ndugu yangu, katika maisha ya mwanadamu kuna vipindi kama ifuatavyo. Kuna kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30. Hichi ni kipindi cha ndoto kwa kila binadamu. Kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30. Hichi ni kipindi cha ndoto kwa kila binadamu. Lakini tuna kipindi cha miaka 31 mpaka 59. Lakini niombe kabla sijaendelea kipindi cha miaka 31 mpaka miaka 59, nielezee kidogo kipindi cha miaka 0 mpaka kipindi cha miaka 30. Ninaposema ni kipindi cha ndoto kwa kila binadamu, ni kipindi ambacho kila mtu anatamani kuwa na kumiliki kitu fulani. Utakuta kama ni kijana wa kiume anasema nitakuwa na gari, nitamiliki ndege, nitamiliki nyumba nzuri, tamiliki eneo kubwa sana, au taoa mwanamke mzuri sana. Hicho ni kipindi cha kuanzia miaka 0 mpaka miaka 30. Lakini kama ni kijana wa kike anasema mimi nitaolewa na mwanaume mzuri handsome, lakini mimi kama mwanamke tawasaidia wazazi wangu nikishakuwa, maana ni kipindi cha matamanio, kipindi cha matarajio, na ni kipindi ambacho kimsingi watu tunakuwa na maono makubwa sana. Kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30. Kipindi hichi kimsingi, kuna wakati unaweza ukamuuliza mtoto wa mtu, unasoma ili uwe nani, au unatamani ukisoma uwe nani, anakupa jibu amazing sana. Hii ni kipindi hicho cha miaka 0 mpaka miaka 30. Kwa ndugu yangu, kipindi hichi kila mmoja anakipitia. Mwingine anasema nitamiliki biashara kubwa, mwingine anasema sijui nitamiliki mifugo mingi, mwingine nitasoma niwe daktari, niwe mwanasheria, niwe sijui askari, niwe mwanajeshi. Ni kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30. Sasa tunakuja kipindi kingine cha miaka 31 mpaka miaka 59. Hiki ni kipindi cha kuishi uhalisia wa ndoto kwa kila binadamu. Ninamaanisha ni kipindi cha kuishi zile ndoto ambazo ulikuwa unaziota kuanzia miaka 0 mpaka miaka 30. Ni kipindi hicho kila mmoja anakuja kuziishi hizo ndoto. Wale waliokuwa wanatamani kumiliki gari, basi wakati huu ndio wakati wa kumiliki. Alikuwa anatamani kumiliki nyumba nzuri, wakati huu ndio wakati wa kumiliki nyumba nzuri. Wakati wa kuoa ndio kipindi hiki cha kumiliki mwanamke mzuri. Japo kwa sasa watu wengi hata vijana wanaoa wakiwa bado wadogo, wanaolewa wakiwa bado wadogo, lakini kimsingi kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30 walikuwa na matarajio hayo, na wameingia kipindi cha miaka 31 mpaka 59, kipindi cha kuishi uhalisia wa ndoto. Na kipindi hiki usipotimiza hizo ndoto ambazo ulikuwa nazo kuanzia kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30, utaingia kipindi kingine cha mwisho cha miaka 60 plus. Kipindi cha miaka 60 plus. Hichi ni kipindi ambacho binadamu hutumia lugha mbili tu. Na naomba nikuonyeshe lugha hizi ambayo mwanadamu hutumia katika kipindi hiki. Mwanadamu, lugha ambazo huzitumia katika kipindi hiki cha miaka 60 plus. Lugha ya kwanza, nimesema ziko lugha mbili, lakini lugha ya kwanza, ninamshukuru Mungu kwa kuwa ndoto zangu zimetimia. Hiyo ni lugha ya kwanza. Alikuwa anatamani kumiliki gari, kumiliki nyumba nzuri. Amefikisha miaka 60 plus, basi kipindi hicho kimeshafika na vitu hivyo anavyo, ameshamiliki.
Alikuwa anatamani kusoma kuwa mwanasheria kipindi cha miaka 0 mpaka miaka 30, lakini kipindi cha miaka 31 mpaka 59 ndoto hizo zimetimia kwake. Amepata ajira, amekuwa mwanasheria, amemiliki aidha vingine alikuwa na vitamani, mfano gari, nyumba nzuri, navyo amemiliki. Anakuja kusema ninamshukuru Mungu kwa kuwa ndoto zangu zimetimia. Lakini neno lingine ambalo linatumika au lugha nyingine inayotumika kipindi cha miaka 60 plus ni neno ninge. Ningemsikiliza baba, isingelikuwa hivi. Ningemsikiliza mama, isingelikuwa hivi. Ningesoma, isingelikuwa hivi. Ningefanya jambo fulani, nisingekuwa hapa. Jambo la kushangaza ndugu zangu, 90% ya watu duniani wanatumia neno ninge. 90% ya watu duniani wanatumia neno ninge. Mimi sijui kama upo kwenye hiyo ya 90% ya watu 90, wewe uliyefika miaka 60 plus, au wewe ambaye haujafika, kama utakuwa kwenye hiyo lugha ya kusema ninge au lugha ya kusema ninamshukuru Mungu. Lakini 10% peke yao ndo wanatumia neno namshukuru Mungu. Mimi sijui wewe ambaye bado ni kijana kama mimi unatamani kuja kutumia lugha gani, lakini wewe ambaye ni mzee, ambaye sasa hivi umezeeka, umefika miaka 60 plus, wakati ambapo nguvu zako zimeisha, sijui lugha gani unaitumia. Aidha unamshukuru Mungu au unasema ninge. Hapa hapachagui uwe umesoma au haujasoma, uwe umepata ajira, ulikuwa kwenye ajira. Maneno haya wengi wanayatumia, maana hata waliosoma ambao wamestaafu wamekuja kuishia kwenye ile pension, wamejikuta ile pension imeisha na alichokipata hata haelewi kama kimeishaje, anabaki kutumia neno ninge. Swali la kujiuliza ni kwa nini 90% ya watu duniani wanatumia neno ninge? Hilo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza, ni kwa nini 90% ya watu duniani wanatumia neno ninge. Majibu ni kuwa watu wengi hawatambui ni mifumo gani inapaswa kutumia au inapaswa kutumika kujiingizia kipato. Ndugu zangu, duniani kuna mifumo mikuu miwili tu ya kujiingizia kipato. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa linear income au kipato ukomo. Linear income au linear income, yani kipato ukomo. Hichi ni kipato ambacho kuna wakati kinafika mwisho. Lakini mfumo mwingine wa kujiingizia kipato ni mfumo wa passive income, yani kipato endelevu. Hichi ni kipato ambacho mtu akikipata kuna wakati kitaendelea, kuna wakati ataendelea kusonga nacho, haijalishi umri umekwenda. Labda tuone hapa hawa watu 90% wanaotumia kipato cha linear income. Hichi kipato kina sifa zifuatazo. Moja, kinakuhitaji wewe, yani kinahitaji uwepo wako. Hichi kipato cha linear income. Kwa nini 90% ya watu wengi wako hapo? Kwa sababu kwanza kinamhitaji yeye mwenyewe au kinakuhitaji wewe mwenyewe upate kuwapo. Lakini jambo lingine au sifa nyingine ya kipato hiki, kinahitaji afya yako. Yani muda wote unapojitafuta, muda wote unapokimiliki, uwe na afya njema, uwe na afya imara, usilegelege. Lakini kinahitaji elimu. Ndio maana kama huna elimu na uchumi wako utafika mwisho, kwa sababu elimu ya kuendesha ule uchumi hauna, elimu ya kuendesha miliki ulionayo hauna. Kwa kipato hichi bado si kizuri sana, kwa sababu pia kinahitaji afya yako, kinahitaji elimu yako. Lakini kina jambo lingine au sifa nyingine ambayo inahitajika, umri wako.
Sisi binadamu tuna umri ambao tunakuwa tunamiliki nguvu, tuna uwezo wa kufanya chochote kwa umri huo, lakini kuna umri unafika hauwezi kufanya jambo lolote. Ndio maana kipato hichi mimi nimekiita kinaitwa kipato ukomo, yani linear income. Ndugu zangu, hichi kipato nimekupa kamchoro, nimekucholea kamchoro hapa, unakaona nadhani. Kipato hichi wakati unajitafuta unafanya kazi sana na kipato unapata sana. Hiyo ndio sifa ya kipato hichi, kazi sana na kipato unapata sana. Lakini itafika wakati kadiri umri unavyozidi kwenda, unaanza kupunguza kufanya kazi na kipato nacho kinapungua. Kwa nini? Kwa sababu binadamu anachoka. Lakini itafika wakati ambapo kazi haufanyi na kipato haupati. Hiki ndicho kipindi cha miaka 60 plus, na hapa ndipo watu wengi tunaishia kusema ninge. Ni kipindi hichi cha miaka 60 plus. Je, wale wanaotumia asilimia au wale ambao wako kwenye asilimia 10 wanaotumia kipato endelevu, labda nikuonyeshe sifa zake. Kile kipato endelevu chenye kina sifa moja tu, chenyewe utafanya kazi sana tena sana, lakini kipato utaanza kupata kidogo, na utaanza kupunguza kufanya kazi, lakini kipato kinaongezeka. Lakini pia utaacha kufanya kazi kabisa na kipato kinapamba moto. Hiyo ndio sifa ya kipato endelevu. Mimi sijui wewe kijana mwenzangu, mimi sijui wewe kijana ambaye upo kwenye ujana wako, unajiandaa kuja kutumia lugha gani baada ya kufikisha miaka 60 plus, wakati umechoka, wakati hauna nguvu. Mimi sijui umejiandaa vipi, maana kimsingi hali iko hivyo. Tunapaswa kujiandaa. Utaona hata wastaafu wengi wanajikuta wameisha kutumia neno ninge. Ninakumbuka kuna dokta mmoja hivi, alikuwa dokta mkubwa sana. Alipokuja kustaafu, ilifika hatua akaishia tena kwenda kuomba ajira kwenye chuo fulani ili aweze kufundisha. Kwa hiyo ndugu yangu, unapaswa kujiandaa wakati unamiliki kipato, ukifanye kuwa endelevu. Na naweza nikawaambia wale ambao tunasoma maandiko matakatifu, kuna mahali kwenye Biblia imeandikwa, mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi. Mimi sijui ni kitu gani ambacho wewe umejiandaa kuachia watoto wa watoto wako. Ndio maana Biblia inasema wana wa wanawe, yaani wajukuu zako unatakiwa uachie urithi. Wapendwa, kwa Afrika imekuwa kinyume sana. Ninashangaa na hii, Mungu atusaidie, kwa sababu imekuwa kinyume. Wazazi wanatupeleka shule ili tukasome tuje tuwasaidie, hawatupi mifumo ile ya kuja kuturisisha, ila wanasubiri tukasome ili tuje tuwasaidie. Ndugu yangu, nikwambie usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kushare, lakini pia na kucomment. Mungu akubariki na nikutakie siku njema na wakati mwema. Endelea kutufuatilia.